Nikukaribishe sana wewe ambao umekuja, jisikie furaha na jisikie nguvu za Roho Mtakatifu tayari ziko mahali hapa. Amen. Wala usiogope upako kufungua, tayari uko mahali hapa. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo muda sio mrefu Mungu ataenda kufanya kile ambacho ameamua kufanya siku ya leo. Kwenye kongamano letu hili tunaenda kujifunza au tunaenda kupokea neema ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Ubatizo wa moto wa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa tunapozungumzia habari ya ubatizo wa moto wa Roho Mtakatifu, maana yake tunatamani tukafurike, tuwe watu wa rohoni. Tukaanze kuongea lugha za rohoni. Tukaanze kuongea mambo ya rohoni, mambo makubwa. Amen. 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 Kwa hiyo hizi siku 8 tutakuwa tunaongea lugha mpya. Tutakuwa tunaongea lugha ambayo sio lugha ya kawaida. Tutakuwa utahamishwa kutoka kwenye lugha ya kawaida, utaanza kuongea lugha ya kikuhani na lugha ya kiroho katika jina la Yesu. Amen. Amen. Fungua pamoja na mimi Biblia, kitabu kile cha Isaya. Kitabu kile cha Isaya sura ya 60 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Isaya 60 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Isaya 60 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Isaya 60 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Wahudumu pia mngenisaidia watoto wapate utulivu, kama ni watu kaeni wasitoke sana kwa wingi nje, atoke mmoja mmoja. Isaya 60 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Amen. Isaya 60 mstari wa kwanza inasema, ndio, ondoka uangaze. Biblia inasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Kwa kuwa nuru yako imekujia, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza litaifunika dunia. Anasema tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Na giza kuu litafunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe. Bali Bwana atakuzukia wewe. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako. Na mataifa wataijilia nuru yako. Na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Na wafalme wataijia mwanga wa kuzuka kwako. Inuka macho yako. Inua macho yako. Utazame pande zote. Utazame pande zote. Wote wanakusanyana. Wanakujia wewe. Wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali. Kutoka mbali. Na binti zako watabebwa nyongani. Haleluya. Amen. Haleluya. Neno la Mungu linasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Amen. Na mimi mtumishi wa Mungu nasema inuka uangaze. Nasema ukaangaze katika jina la Yesu. Amen. Nasema ukawe nuru katika jina la Yesu. Amina. Maisha yako yakawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Uchumi wako ukawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Ndoa yako ikawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Kazi yako ikawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Uzao wako ukawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Biashara yako ikawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Sema amina, amina. Amen. Neno la Mungu linasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru imekuja. Tunazungumza habari ya nuru. Nuru ni nini na nuru ni nani? Hapa ndipo tunakuja kwa mtu anaitwa Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu ni nuru ya ulimwengu. Anapokuwa ndani yako, na wewe unakuwa nuru ya ulimwengu. Anapokuwa ndani yetu, tunaanza kumulika. Tukiingia mahali popote, giza linakimbia. Amina. Tukienda mahali kwenye giza la mauti, giza likiona nuru, giza linakimbia. Amen. Tukienda mahali ambapo kuna giza la magonjwa, nuru ikiingia, magonjwa yanakimbia. Amina. Si ukawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Nisaidie kutikisa jirani, mwambie jirani. Mwambie welcome, mwambie karibu kambi ya maombi. Karibu kambi ya maombi. Mwambie si ukawe nuru katika jina la Yesu. Ukawe nuru katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Anaonekana kuwa mtu wa nuru. Amen. Giza aliiwezi nuru. Amina. Kipindi cha nyuma nilikuwa ninawafundisha kwa habari ya kupambana na wachawi. Lakini Mungu akaniambia tena kwanza na wachawi, waambie wapate nuru tu. Wakishapata mwanga, wachawi wanakimbia. Amina. Unafikia wachawi wanaweza kupambana na nuru? Hapana, hapana. Haleluya. Toka umezaliwa umeona mchawi akitembea na fisi mchana barabarani? Hapana. Kwa nini anapenda giza? Kwa sababu ni mwana wa giza. Lakini mwana wa nuru akija, giza linakimbia. Amen. Sema amina ya fire. Amina. Sasa Mungu anasema inuka. Maana yake ulikuwa hujafanyaje? Ulikuwa hujainuka, ulikuwa umeinama, ulikuwa umelegea, ulikuwa umepoteza tumaini. Mungu leo anasema inuka. Alafu kisha inuka, anza kuangaza. Okay, nitoe mfano. Unaona hii balbu, nenda pale Filipo cha kunisaidia. Unaona hii balbu, hii taa iliyoko hapa. Hii taa ikiwa namna hii ni taa tu, hatujui thamani yake.
Lakini hebu washa kuona mwanga umekuja. Kazi ya mwanga, giza limefanyaje? Limeondoka. Giza limeondoka. Amen. Maana yake nikiwasha itaa mahali popote kwenye giza, giza linakimbia, nuru inaonekana. Yes. Akija mtu hapa kama ni usiku wa manane, macho yake yote yanakuwa kwenye mwanga. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu mwanga unaonekana. Amen. Si ukawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Si ukawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa nuru, mataifa yanakuja. Amen. Ukiwa nuru, ita hapo ukiwasha usiku, wadudu wanakuja kutoka mbali. Kabisa. Hayo ndio mataifa sasa kwenye ita. Yes. Lakini hawaji wadudu, wanakuja watu ambao wamebeba fedha. Amina. Watu ambao wana mipango mizuri. Amen. Watu ambao wana mawazo mazuri. Amen. Wafalme. Tunapozungumzia wafalme, ni watu wenye mamlaka. Amen. Kiongozi mwenyewe hawezi kwenda mahali ambapo kuna giza, lazima nuru ionekane. Amina. Mwanga ukishaonekana, kila mtu anaufuata mwanga. Amen. My Lord, si ukawe mtu wa mwanga katika jina la Yesu. Amen. Maisha yako si yakawe mwanga katika jina la Yesu. Amen. Maisha yako yanapokuwa mwanga, kila mmoja anatamani kuwa karibu na wewe. Ndio. Kila mmoja anatamani kuambatana na wewe. Yes. Kwa nini? Kwa sababu maisha yako ni mwanga. Napozungumzia mwanga, sio mwanga tu utembee namna hii. Ninasema mwanga wa Mungu ukija kwako umeambatana na mafanikio. Amina. Haleluya. Amen. Mafanikio yakija, kila mtu anatamani kukaa karibu yako. Yes. Mafanikio yanapoonekana kwenye maisha yako, kila mmoja anatamani kuwa rafiki yako. Ndio. Hivi hujawahi kusikia hata kwa mfano, siku moja ndio kuambia, unakuta mtu anatajwa jina fulani, alafu mtu anasema huyo mtu ninamfahamu sana. Tena nina namba yake, ngoja kwanza nimpigie. Tulia, ngoja nimpigie. Kwa nini anafanya namna hiyo? Ni kwa sababu huyu mtu ana sifa aidha ya utajiri au ana sifa ya mafanikio. Kwa hiyo unakuta mtu anasema huyu mtu mimi namfahamu. Kwanza ngoja nimpigie na simu sasa hivi. Je, kama ukiwa una mwanga, kuna mtu atasema anakufahamu? Hapana. Kila mtu atasema huyo sijui simfahamu na miaka mingi sijakutana naye. Nasema ukawe nuru katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Sasa anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Nuru inapokuja sio kwa ajili tu ya kumulika, bali inataka uondoke uende kuangaza. Amina. Kuangaza nini? Uende kwenye familia, useme kwenye familia yangu nilikuwa naona giza la ulevi, lakini ndio hii nuru imekuja, ulevi hauna tena nafasi kwenye familia yangu. Kwenye familia yangu nilikuwa ninaona roho za magonjwa, lakini nuru imekuja, magonjwa kimbia. Tulikuwa tunaonewa, tulikuwa tunateswa, lakini nuru imekuja. Nuru inaletwa na mtu mmoja. Nasema leo nuru ije na wewe katika jina la Yesu. Sema amina, amina. Amina. Nuru ikija unaanza kuangaza. Amen. Ukianza kuangaza unaanza kuonekana. Wanasema hapa haruhusiwi kuolewa mtu, akisha nuru ikisha kuja ndoa zinakuja. Wanasema hapa hakuna kujenga. Nasema nuru ikisha kuja matiro yanaanza kuja yenyewe. Amina, amina. Sema amina ya faya. Nuru ikisha kuja hauna haja ya kupambana kutafuta pesa. Pesa inatafuta mtu mwenye nuru. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Haleluya. Pesa inatafuta mtu mwenye nuru. Amina. Wewe tafuta kwanza nuru. Amen. Mwambie jirani tafuta nuru. Tafuta nuru. Haleluya. Amen. Kumbe mimi nikisha inuka, Mungu anataka kwanza niinuke, alafu nikisha ondoka. Kwa nini? Kwa sababu nuru yangu imeshafanyaje? Imekuja. Nuru kuja ni kitu kingine. Yaani kuiona na kuja ni vitu viwili tofauti. Kuna mtu anaweza akawa na kibali lakini hajui kama ana kibali. Akitembea na ndio wewe, mbona una kibali namna hii? Wewe, niliwahi kuambia mfano mmoja, nilikuwa namwambia baba mmoja, alikuwa anasumbuliwa na roho ya ulevi. Kila akienda kunywa kule na wenzake wanamwambia wewe mchungaji unakuja kufanya nini huku? Wewe mchungaji. Ikabidi abadilishe kijiwe cha kwenda kunywa pombe. Kwa sababu wenzake hawamuoni kama mnywaji. Wanamuona kama mchungaji. Ndio. Akaanza yule baba akawa kila anapoenda anamwambia wewe mchungaji. Yule baba akasema hapana, inabidi nimtafuta mtumishi wa Mungu. Yamkini labda na karama ya uchungaji, alafu imefungiwa ukuba. Tukaanza maombi. Ndio. Mungu akaja akamfungua yule baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nuru inapokuja, kila mtu anaiona ile nuru. Amen. Mwanga unapokuja,
Kila mtu anauona ule mwanga. Amen. Tulikuwa kwenye giza, tulikuwa mateka, tulikuwa hatuoni popote. Yesu alipokuja akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu aliposhuka, jambo la kwanza alileta nuru. Amen. Ili kwamba watoto wake tuone. Amen. Tulipoiona nuru kasema, hii ni nuru. Amina. Haleluya. Amen. Yesu akaleta kwanza nuru ulimwenguni. Akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Amen. Haleluya. Alafu mahali aliponifurahisha akasema, na sisi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Hebu soma, fungua Mathayo 5:14 kwanza, kuangalia kitu kimoja pale uelewe kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Mathayo 5:14. Mathayo sura ya 5, Mathayo 5:14. Anasema, Mathayo 5:14. Sikiliza kwa makini. Ndio, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya milima. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi. Bali juu ya kiango. Nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Haleluya. Amen. Anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Anasema hakuna mtu anayewasha taa na iweka chini ya kitanda. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya taa ni kuleta nuru, kuleta mwanga. Yes. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama sisi ni nuru, mbingu zinategemea kuona tukimulika kila tunapoenda. Amina. Tukiingia kwenye uchumi wa kusema hapa maisha ni magumu, mwenye nuru akija mambo yakae vizuri. Amen. Tukienda kwenye familia, tumezaliwa kwenye familia, hii familia inaambiwa ni familia mikosi na balaa, mwenye nuru akija mikosi inaondoka. Amina. Tunazaliwa kwenye familia, tunasema hapa hakunaga msomi aliyewahi kutokaga, mwenye nuru akija maprofesa wanatokea. Anazaliwa kwenye familia, anasema hii familia ni watu tu wasiopendwaga, lakini akija kwenye nuru watu wanaanza kupendwa. Amina. Haleluya. Amen. Nataka ukawe nuru katika jina la Yesu. Amen. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anayetufanya tuwe nuru. Amina. Na ndio maana tunahitaji ubatizo wake wa moto kabisa. Amen. Yaani maana yake atuondolee kile ambacho sio cha Mungu kinachozuia nuru kwenye maisha yetu. Amen. Hatuwezi kuamka tukasema sisi ni nuru ya ulimwengu, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akija ndani yetu kuna giza linaondoka. Amen. Alafu unaanza kuona mwanga. Amina. Ule mwanga ukishakuja, mwanga unakuja na vitu vyake. Mwanga unakuja na faida yake. Ndio. Kuna tofauti ya mtu anayetembea usiku na anayetembea mchana. Kabisa. Anayetembea mchana na uhakika, na mlipokuwa mnakuja kwenye hili kongamano, mmekuja mkikazana kwa sababu mnaona mnapokwenda. Ndio. Lakini pangekuwa ni giza, mngekuwa mnakuja kwa mashaka, ni wapi? Kuna watu walinipigia simu asubuhi, mtumishi wa huduma iko kwa wapi? Nikawaambia iko sehemu fulani. Wakaja wakafika kwenye huduma. Kwa nini? Kwa sababu wanaona. Roho Mtakatifu anapokuja mahali analeta mwanga. Amina. Na ndio maana shetani akiingia ndani ya mtu analeta giza ndani ya mtu. Roho Mtakatifu akija ndani ya mtu analeta mwanga ndani ya mtu. Amen. Unashangaa mtu akiokoka hata ufahamu wake unabadilika. Amina. Yaani mtu akiokoka leo, hata kama ulikuwa unamdharau, hata kama alikuwa akiongea asikilize, leo akiokoka tu, ndio mwanga unakuja kwenye akili. Amen. The way anapoongea, the way anapovaa, ndio the way anapoweka mazungumzo yake, ukimwangalia tu unasema huyu mtu yuko smart hapa kichwani. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ana mwanga. Anachokiongea anakifahamu. Yes. Kutana na mtu hata kama amesoma lakini ana mwanga ndani yake. Mimi nilikuwa na mwalimu wangu nikiwa chuo, mwalimu wangu nilikuwa na profesa wangu. Profesa ananifundisha, lakini nikimwangalia profesa najua kabisa hata kichwani hamna mwanga. Kwanza profesa ananiambia yuko darasani anafundisha, anasema najua tu pastor, najua uko hapa, lakini ngoja nikwambie Mungu